Bana, karibu kwenye ndani ya 18 ya Shagili Online TV, na tunakuwa na interviews na wasanii pamoja na viongozi mbalimbali. Na leo hii kwenye ndani ya 18 niko na msanii ambaye anaitwa Nobi, na atakwambia kwamba anafanya muziki gani, lakini tukumbuka tu shavu kubwa zaidi la ndani ya 18 hii tumepewa na Power Zone Gym, ambao wao wanakuambia kwamba usisubiri kwenda kwa daktari ndio uweze kupewa maelekezo kuweza kufanya afya yako ya mwili. Tuko hapa Power Zone Gym na tunapiga zetu story 2-3 kwenye ndani ya 18. Bwana, mambo vipi? Fresh kama kawaida. Poa poa. Issues zinaendaje? Maisha yanaendaje kwa ujumla? Namshukuru Mungu. Bwana, kwenye safari yako ya muziki ilianzia wapi? Safari yangu ya muziki kiukweli imeanzia shuleni toka mwaka 2017 na 8. Mpaka sasa hivi kwenye career yako ya muziki una ngoma ngapi, na mpaka sasa hivi pengine kwa muda huu kuna ngoma yoyote ambayo unategemea kuirelease hivi karibuni? Mpaka sasa hivi ngoma ambazo nimeshazi upload nilizofanya ni nyingi, ila nilizo upload ni ngoma 5. Ila pia kwa huu mwaka pia natarajia kuachia ngoma yangu mpya. Inaitwaje? Hiyo bado sijapanga namna gani naweza nikaweka. Kwa hiyo yani bado sijaweka wazi kila kitu kuhusu hiyo nyimbo, ila tu ndo kama hivi nawafumbua mashabiki zangu na wewe pia ambaye umeniuliza hapa. Na mpango wa kuachia ngoma mwaka huu, ila nitawajuza soon, mambo yatakuwa poa. Kwenye streaming za YouTube kule namba zinasomaje, na pengine kwa kule ni nyimbo ngapi ambazo umeshazitoa mpaka hivi sasa tunavyoongea? Kwenye masuala ya ngoma ambazo nimefanya, kiukweli utaratibu wa kuachia kulikuwa na changamoto sana, hizo ambazo nimeziachia hizo 5. Ila kwa mfumo naotaka kubadilisha round hii, na ndio maana nimesema nakuja kivingine. Kuna utaratibu kwenye account yangu kidogo, kuna shida. Kwa hiyo soon nitaanza vizuri kwenye masuala ya stream nini, masuala ya kufanya promotion, kila kitu kitakuwa poa. Bana, kama ndo kwanza unatazama ndani ya 18, kipindi ni ndani ya 18, na hapa niko na msanii Nobi ambaye ni msanii wa Bongo Flava, anafanya vizuri sana kwenye Bongo Flava, lakini kikubwa zaidi ambacho tumefika hapa ni kupiga naye story za juu ya maisha yake, maisha ya muziki, career ya muziki na mambo mengineyo, kipi anachokifanya. Ndio maana tunaita ni ndani ya 18. Kumbuka tu ya kwamba mimi naitwa Elbariki Jigli, kiungo mkabaji jezi nambari 16 ambaye niko hapa, lakini mchongo huu wote wadhamini wetu ni Power Gym Zone, ambao wanakuambia njoo kwa ajili ya kutengeneza bodi yako vizuri kabisa. Hapa kila kitu kinakuwa poa kabisa, usisubiri mpaka daktari akuhimize kuja Power Gym Zone. Kuhusu chama cha wanamuziki hapa Igunga ni uongo, ila kuna group ambalo la umoja wa wasanii. Kwa mfano nikiwa na jambo langu nitaomba support tu, ila sio kwamba ni chama ambacho kina mikakati bwana, kuna 1 2 3. Hapo bado kidogo hatujafanya hicho kitu. Hapo tunaona Christmas ulifanya kitu kikubwa sana na dunia nzima iliona kwa kweli. Tamasha lako la kwenye Christmas ulifanya Maxwell nifanya Maxwell. Lilikuwaje na pengine limekupa picha gani kwa siku za hivi karibuni? Baada ya ile tukio kiukweli, japo lilikuwa na changamoto, lakini baada ya kulifanya na limepita, pia kuna mabadiliko makubwa sana. Kwanza limesaidia kujua mimi niko wapi mpaka sasa hivi. Ujue unapofanya tukio kuna ile unajipima, toka nianze muziki sijai kufanya hichi kitu, hebu ngoja nifanye nijue niko wapi au nina nafasi gani kwa watu au mashabiki. Kiukweli nilipata watu, nilijaza. Changamoto zipo, lakini kiukweli nilijaza, maana muziki faida kubwa unapata kwa mashabiki. Nakumbuka siku ile Shagili Online TV tulikuwepo live pale kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Ukiacha challenge zingine kwa wasanii, supporting ulikuwa unaionaje kwa siku hiyo, kwa sababu kiukweli wasanii walikuwa ni wengi? Wasanii walikuwa ni wengi, support ambayo niliona pale ni kubwa sana, japo kuhudhuria wengi wasanii walikuwa baadhi, wengine walipata shida, changamoto nini, ila mambo yalienda poa. Waliokuwepo walionyesha support. Pia watu hawakuwa kinyonge, nadhani show unaiona mwenyewe ilivyokuwa, japo kuna changamoto kwenye muda, ila mambo yalienda poa. Nakumbuka tulienda mpaka kwenye mida ya saa 8 hivi. Yaani mimi nimepanda pale saa 8.
Ni moja ya changamoto pia, maana shughuli ilitakiwa ianze saa 2, matokeo yake ilianza saa 5. Kwa hiyo wale wasanii karibia 20 wale ambao wote walipangwa wafanye nini, wafanye jambo pale, ikawa imeshindikana. Baadhi yao waliondoka, na baadhi ya watu waliokuja pale kuja kuangalia ile shughuli waliona muda umeenda, wengine wana makazi. Nimepanda mimi saa 8, nimekuta watu wachache, lakini mambo yalijipa. Ambao kushuhudia pia ulifanikisha kama Shagini Online TV, watu waliona manyumbani, wenye channel, kwa hiyo iko hivyo. Kwa muziki wa hapa, pengine umeshagundua kwamba changamoto ni zipi ukiachilia mbali kwenye show yako? Unajua kila show zinakuwa na changamoto zake, hata kwa wasanii wakubwa wanapofanya matamasha yao makubwa yale, kuna baadhi yani vitu havikamiliki 100%. Kwa hapa umeona shida iko wapi zaidi? Changamoto kubwa ukiongelea kwenye muziki hapa Igunga, kidogo kuna changamoto ni nyingi sana, kwa sababu ila nitaziongelea baadhi. Cha kwanza support. Support, yani ninapoongelea support na maanisha sisi kama sisi wasanii, support kidogo inakuwa chini, japo soko kwa asilimia 100, ila ni chini, nahisi kama ni 70-80 baadhi yao. Kwa hiyo changamoto, unapoongelea changamoto kwenye ile shughuli yangu pia nisifike mbali, maana kuna watu kidogo walijaji tofauti, kwa hiyo kuna muda tunayaacha tu yanapita. Ila changamoto kubwa ya hapa Igunga kwenye muziki ni support sisi kwa sisi, ushirikiano kidogo unakuwa chini. Ndio kama ulivyoongelea kuhusu swala la chama, hamna chama. Kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Shagili Online TV pamoja na Igunga TV, unamwambia nini kuhusu baadhi ya ngoma zako ambazo tayari zimeshatoka? Ni ngoma ipi ambayo unaipenda zaidi na unasema kabisa hii bana, hata kama ikipigwa popote hii ni ngoma kali, watu watake wasitake, hii ni ngoma kali? Ni ngoma ipi? Katika ngoma ambazo nimeachia nazikubali zote, lakini unajua pia na mashabiki na wenyewe wana ngoma zao. Sawa, kwa upande wako wewe, mimi nazungumzia kwa upande wako wewe. Kwa upande wangu mimi, ngoma ambazo zinasikilizwa sana ni 2 kati ya hizo 5 nilizoachia. Kuna ngoma inaitwa Kiss of Love, pia kuna ngoma inaitwa Ni Wewe. Hiyo Kiss of Love nilimshirikisha jamaa wangu wa Dar es Salaam anaitwa Baila. Pia hiyo Ni Wewe ni ngoma yangu ambayo niliachia mimi kama mimi nikiwa peke yangu mule. Kwa hiyo ni ngoma ambazo zinafuatiliwa sana. Bana, bado tunaendelea na interview na msanii Nobi hapa, tunapiga naye story 2-3. Nobi, kuna namna moja ama kuna namna fulani unafanya muziki wa kitofauti sana hivi, unakuwa unafanya karaoke au akapela fulani hivi. Hii imekusaidia kiasi gani kutengeneza jina lako? Hii naweza nikasema imenipush kinamna moja ama nyingine. Na umekuwa ukifanya peke yako au uko na mwenzio ambao mnapiga naye collab? Kuna bro ambaye ni msanii ambaye alinishika mkono kabla ya mimi leo hii uwepo nijua, ambaye aliniingiza kwenye masuala ya karaoke hivyo tumefanya. Wakati huo ndo kama watu wanataka wamfahamu, anaitwa nani? Anaitwa Aden Melody. Aden Melody. Na mimi sio mara ya kwanza kukutana naye. Nitaka tu ulitaje jina lake ili nisije nikalikosea. Anaitwa Aden Melody. Bwana, mmekuwa mkifanya muziki mzuri, kitu ambacho ni tofauti sana na wasanii wengine. Hichi kimekusaidia kiasi gani? Kwanza kimeniongezea mashabiki waliokuwa wauelewi muziki wangu, pia wamenifuatilia kupitia hiyo karaoke ambayo naifanya. Kuna watu walikuwa nasikia tu naimba, lakini kupata chance, una nyimbo moja kupata chance ya kuperform sehemu unakosa. Kwa nyimbo zipi? Kuna kwenye maharusi tumekuwa tukikutana sana, na nataka nifahamu nyimbo zipi ambazo sana mnapendelea kuzipiga kwenye hiyo karaoke? Nyimbo ambayo nikiimba mwenyewe huwa na kidogo inawapa watu hamasa ni ngoma inaitwa Nafasi. Hiyo ngoma imeimbwa na msanii fulani hivi wa kitambo kidogo, jina tu limenitoka kidogo, inaitwa Nafasi. Hebu iimbe kidogo watu wakusikia hapo kidogo. This is karaoke. Wakati wote tunakula tunaenjoy burudani nzuri kutoka kwangu. Napenda nipate au nafasi, nipate kusema nawe kidogo. Mama,
moyo ninaumia. Napenda nipate lau nafasi, nipate kusema nawe kidogo, mama, moyo ninaumia. Hakika la kufanya bado sijaliona, nimeona leo bora nikuimbie. Awenda kumbe roho yangu ikadonda, ukaja siku ukaja nipoza moyo, mama, moyo ninaumia. Na katika kuja kwako wewe wangu mpenzi, ni kama mganga atayenitibu katika maradhi yanayonisibu. Hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi, uje hivyo moyo ninaumia. Napenda nipate lau nafasi, nipate kusema nawe kidogo, mama, moyo ninaumia. Na katika kuja kwako wewe wangu mpenzi, ni kama mganga atayenitibu katika maradhi yanayonisibu. Hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi, uje hivyo moyo ninaumia. Ana siku tatu toka tumeachana, yani juzi kuamkia jana, yani hata wiki haijaisha. Kinachosikitisha tayari ameshapata bwana. Napenda nipate lau nafasi, nipate kusema nawe kidogo, mama, moyo ninaumia. Hakika la kufanya bado sijaliona, nimeona leo bora nikuimbie. Awenda kumbe roho yangu ikadunda, ukaja siku ukaja nipoza moyo, mama, moyo ninaumia. Bana, nyingine ile power unaweza kupiga hapa watu wakasikia. Hebu piga hata kidogo. Kama sinamaliza kurasa kukusifia, matusi na waona BASATA wakinifungia. Therusi zira nazopata 100%. Mjusi ukota wa parasta na uparamia. Ona kama penzi ni chupa la bia, nipe sana ni mlevi, ni yumbe njia, kwa maana we mlezi na unanijulia. Hawana wawezi pa kukuibia dia. Bana, inatosha. Bana, unajua zaidi. Bana, nataka ni utipigie nyimbo yako ile ambayo ulisema unaipenda. Watu wanataka wasikie sasa ile nyimbo yako kabisa yenyewe, acha hizi karaoke. Unajua, kwa mimi najua unajua, na tumeshakutana kwenye event nyingi. Tulikutana kwenye event za matukio mbalimbali ya Mwenge, ya maharusi haya. Nadhani watu wanaona hapo kwenye TV ya matukio ambayo tumekutana na namna unavyoimba. Hebu kwanza tusikie pale anavyoimba kwenye matukio mbalimbali. Na cheki nyomi la watu hapo hivi. Au sio? Hey, sing, shukrani. Kitika nikueleze machache lokuta. Kuna kijana ananisumbua sana, mke wangu rahana, nyumbani amani hakuna. Aziza ni mimi ni mkimya mama, siku na mchana takuombea pumzika sana, tabia na heshima, busara na hekima, ulinifundisha vyema, takuombea pumzika salama. Matatizo ya dunia kweli ninayopitia, yale ulonihusia ya kweli mama, matatizo ya dunia ninayopitia, yale ulonihusia ya kweli mama, malezi ya mama, heshima ya mama, aina hata wala chitile nisaidie elimu ya chuo kikuu. Bana, kwanza tumerejea baada ya watu kuona kidogo matukio yako, namna ambavyo unapiga karaoke hizi.
nilitaka kurudia pale pale kwamba ngoma sasa za kwako original, ulisema kwamba kuna ngoma ambayo unaikubali sana. Ziko nyingi lakini kuna moja unaikubali. Hebu waimbie kidogo hii. Kama mapenzi ni mmea, basi tuache tu wote. Kama mapenzi kwa mganga, basi nenda tukaniroge. Wewe ni wangu dia, mimi ni wako pia. Thamani ya rupia, usiniache nitakufa bure. Mapenzi ni kupendana, mapenzi ni kusikilizana, mapenzi ni kusameana, mapenzi ni kuhurumiana. Mimi wako thamani yangu pia, usiniache kukufa. Mapenzi najilia tu minyama, weni wangu tosha Nobi, tosha. Leo kesho mpaka kiama. Tosha. Bwana kumbuka tu kwamba hii ni ndani ya 18 na hapa niko na msanii Nobi, tunapiga naye story. Tunachimbua yale ambayo watu hayafahamu. Maisha yake ya muziki, yuko wapi, anafanya kitu gani. Ndio maana tuko hapa na ndio maana inaitwa ndani ya 18. Kumbuka tu mchongo huu unasababishwa na Power Gym Zone, ambao hawa ni marafiki zetu, wanafanya afya, wanaboresha afya zetu za kila siku. Kwa hiyo usisubiri mpaka daktari akwambia kwamba nenda Power Zone Gym kufanya mazoezi. Fanya kwamba ndo kitu ambacho kinakuwa ni kama fani yako kufanya mazoezi ya kila siku. Ndio maana hata mimi ukiniangalia afya yangu iko poa kwa sababu ya Power Gym Zone. Na bwana, swala la kizushi, mpaka sasa hivi tumeshaoa, tuna watoto, tuna familia. Hapo sasa hapo familia yangu mimi uongo, ila hivyo. Management vipi? Tuna management? Management bado. Maana unajiendesha wewe kama wewe. Sasa hivi tuna familia yangu ya studio, ile ni familia. Ikitokea mtu anasema kwamba kwa jinsi nilivyomsikia Nobi kwenye Shagili Online TV pamoja na Igunga TV, bwana mimi nataka nifanye naye kazi, panawezekana?
Hapa inawezekana. Hakuna litakaloshindikana, ni kukaa tu mezani tunaelewana bwana, kuna 1 2 3 hivi na hivi, kazi tunafanya. Management na kujimanage mwenyewe, kupi bora? Management ina ubora wake, pia na kujimanage kuna ubora wake, japo hauwezi ukaufikia ule ubora kwenye kufanyaje. Unatamani kufanya na msanii gani mwingine ambaye ni nje ya Igunga? Msanii ambaye tayari ameshatoboa, ni msanii gani unamkubali zaidi? Mimi msanii ambaye namkubali na wakubali wote, ila mtu ambaye natamani nije nifanye naye kazi, naweza nikamwongelea labda Mbosso au rafiki yangu, ndugu yangu Saru. Yani ndo watu ambao nawaza angalau kidogo ikipatikana chance ya kufanya nao collab itanipush na nitakuwa ni moja ya ndoto ambayo nimetimiza. Najua kupitia interview hii Mbosso ataona na tutamtagi aone interview hii, ili pengine aone kwamba kweli hapa tulipo kuna kipaji, na kweli kabisa tunahitaji collaboration, kwa sababu tunapofanya collaboration inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Tulikuwa tunazungumzia lifestyle. Unafanya kazi gani sasa hivi ukiachilia career ya muziki? Kazi ambayo nafanya mimi ni Mission Town sana sana, kwa watu ambao wananifahamu. Nipo kwenye bajaji, lakini sio kwamba nimesit sana kwenye bajaji, kwa ni shughuli pia ndogo ndogo. Iko hivyo. Kwa wasanii, kuna wasanii wengine ni waoga sana kuweza kufanya kuna wasanii wengine ni waoga sana kufanya vitu vyao vingine vya binafsi, mfano kufanya kilimo, biashara. Tunaona wasanii kama Shilole, kina Diamond Platnumz, kina Masanja Mkandamizaji, tunaona wanafanya mpaka kilimo. Unawaambia nini? Wenyewe wafanye. Unajua brother, yani tofauti na muziki kuna maisha ya kawaida. Yani kuna wajibu binadamu anatakiwa apitie, ndo kama hivyo. Unaambiwa kilimo ni uti wa mgongo, si ndio? Mimi naweza nikawa na kazi yangu hapo, labda nafanya labda ni bajaji, nafanya bajaji, lakini pia nina uwezo wa kulima. Ujue kilimo huwa hakina mwisho. Sawa. Studio gani tunafanyia ngoma zetu hizi zote? Studio gani na producer gani anafanya ngoma zetu? Mimi nafanya na producer yote, ila kwa nyimbo ambazo nimeziachia nimefanya na maproducer wawili tofauti, akiwepo Big Man Duda ambaye yuko Dar es Salaam, pia Jakiz au Nyuki Master. Nyuki Master alikuwa kwenye tamasha la Christmas pale, alipiga vitu live pale, hatari sana. Alikuwa kwenye kinanda, yule ndo mpishi. Yule ndo mpishi wangu yule. Kikubwa hasa, kwanza ningependa kushukuru kwa wale watu wote wanaonifuatilia. Kingine ningependa nisiwachoshe sana. Sana nahitaji support yenu kubwa. Naombeni sana wana Igunga na mliopo nje ya Igunga, mnishike mkono, kijana wenu ndo najitafuta. Kwa hiyo tusapotiane. Utanifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, YouTube natumia NobiTZ, TikTok NobiTZ, FB pia natumia NobiTZ, Insta NobiTZ. Iko hivyo. Poa. Bwana, mimi nashukuru sana, na leo hii tulikuwa na msanii Nobi kwenye ndani ya 18. Tumepiga naye story nyingi sana, maisha yake ya ujumla, anafanya kitu gani na
Nadhani utakuwa na wewe mpenzi mtazamaji wa Shagili Online TV pamoja na Igunga TV, kuna kitu utakuwa umekipata, kuna kitu ambacho utakuwa umekielewa juu ya huyu. Kama unahitaji kwa ajili ya kufanya naye kazi, bwana, milango iko wazi. Tutafute Shagili Online TV, tutashare naye story 2-3, na labda pengine kwa mtu ambaye anataka kuwasiliana na wewe direct, unaweza ukataja namba yako ya simu. Kama una jambo lolote unataka tushirikiane, au una event unataka nije niburudishe kidogo pale, utanipigia kwa namba zifuatazo: 0786146595 NoBTZ. Labda kwa mtu ambaye anataka afahamu kuhusu event, nyinyi mnafanya event hata za mtu binafsi kama anafanya, manake miwango iko wazi? Bro, nishafanya show moja, nimeitwa, mtu kanipigia tu kaniambia kuna mtu yuko na familia yake nyumbani leo anataka kuimbiwa. Nikamwambia ana vyombo, kaagiza vyombo nini, tukakaa pale yeye na familia yake, tumeingia mezani, kaweka mpunga wa kutosha na eleweka, nikafanya kazi. Kwa hiyo una birthday, una harusi, shughuli yoyote ile, nitafika pale nitaburudisha, ila kwa maelewano. Bwana, kama alivyosema ni kwa maelewano, au sio? Wewe andaa mpunga wako pale nini, mwamba anakuja kufanya kazi. Anaitwa msanii Nobi ambaye tulikuwa naye kwenye ndani ya 18. Jina langu naitwa Elibariki Jigli, kiungo mkabaji, jezi nambari 18. Wengi wananiita Gil, lakini niseme tu ya kwamba usisahau kusubscribe, like, comment na kushare pindi tunapopandisha video zetu, kwa sababu wewe ni mwanafamilia wa Shagili Online TV, lakini vile vile wewe ni mwanafamilia wa Igunga TV. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vinavyofuata.